Wakati wengine tukilia kwa majonzi ya kufiwa na ndugu zetu, wengine wakilia kwa kukosa ajira, kupoteza biashara na mali zao, serikali ikihangaika kurejesha huduma, miundombinu na amani, kuna baadhi ya wanaharakati wanaotumia maumivu haya kama biashara. Wao hawasikitiki, bali wanafurahia. Wanafurahia kuona ghasia zikizidi, wanafurahia chuki ikienea, kwa sababu kila video ya maafa, kila picha ya damu ni fursa kwao kupata fedha kutoka kwa wafadhili wao. Sisi tukilia kwa misiba, wao wanaposti vifo kwa faida. Sisi tukihangaika kujenga taifa, wao wanaharibu taswira ya nchi yetu. Jiulize, ni mtu wa aina gani anayepata furaha kutokana na maumivu ya wenzake? Hakuna kurudi nyuma. Shikilieni hapo hapo. Wengine kama Mange Kimambi bado wanaendelea kuhamasisha maandamano mapya bila huruma, bila kujali waliopoteza maisha, wakijifanya wanapigania haki ilhali wanapanda mbegu za chuki na uharibifu. Sasa nafanya video nyingine leo nikiwaambia kuwa tarehe 9 Disemba itaenda kuwa mbaya zaidi ya tarehe 29 Oktoba. Leo tunasema Tanzania imeshajifunza. Hatutaki kuona damu ikimwagika tena. Hatutaki kuona uchochezi unalipwa kama kazi. Ni wakati wa kuwawajibisha wote wanaotumia uhuru wa mtandao kuharibu amani ya nchi. Ni wakati wa kulinda taifa letu kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya mustakabali wa Tanzania. Amani ni silaha yetu. Uzalendo ndiyo nguvu yetu.